met her, did you pretend to that you can afford to hire a 5-star restaurant? Ulimuonyesha kuwa wewe ni mtu unaenda kupiga suit, unaenda kumit her for a date. That's how you started it. You have to continue. That means if you could not afford it, then you have to keep on pretending. Utaburn out. Ukiweka standards lazima ufuatanishe. Yes, lazima ufuatanishe kwa sababu immediately that ukishukisha hiyo standard ataona huyu jamaa unapigwa nalo na asubuhi bro. Ashapata ile anataka, sasa ananipeleka mahali. Wewe labda namleta na ndege kumtoka Mombasa. Sasa ushapiga siku 2-3 ushamuingiza SGR. Siku ya pili ushamkatia cost bus. Of course. Ataona wewe you don't value. Akufukuza kuambia toka. Alafu Sultan, wanaume tunapenda hoarding sana. Dem humwezi amekuwekea standards zake ziko huko. Achana naye. Just let go bro. Kuwa tu like mazeni msupa lakini sasa kama roho imependa. Hapo ndio hapo sasa. Uona hiyo ndio inaitwa emotional hoarding. Wataka kuweka wasichana kwenye roho yako, udunge Mary, udunge Jane, utapigwa nalo. Kwa sababu sisi kwa msichana mwenyewe ni rangi ya maziwa, unamchukua unampeleka kwa kibandaski. Kwanza it doesn't make sense. Bro, mwanzo wa maziwa ndo apelekwe kibanda na hata Black Beauty apelekwe restaurant poa. Sasa shida ndio hapo ndio inapokuwa tuna pretend sana kuimpress the girls, but if you go with honesty and this girl likes you the way you are, imagine that relationship inaweza kwenda a long distance sana. There'll be no so much expectation. Lakini sasa wewe umeziweka standards zako ziko high, wewe mwenyewe hujiwezi haehohe kama baiko, alafu sasa ni wapuzi. Yaani unachukua time urushe mawe alafu endelee. Hebu mdo simtampoa. Acha nigonge hii dogi hapa kando ya road. Sultan upo? Hapo ndo tunapomess. Mimi kitu moja nitaagree na wewe. Tuko na unrealistic expectations bana. Unrealistic pande zote mbili. Kwa mwenye mkatianaji, how do I even say it man? Mkatianaji. Married man and what? The boy. The woman way. No, see, a married man of course, sulisema married man ashapita hiyo stage ya being a boy. Sawa. So if a married man now he's pursuing another lady, inamaanisha amerudi kukua. Men, we don't stop being boys. It's just the activity. When you get the right activity, weza kuwa mazee umepatiwa hata bouncing castle kule furaha bro. Yani wewe miaka yako so dating a married man is just like dating a boy. Story ya kusema ati dating men in general. Wacha married wote tu. Food chain from boy to men. Hakuna. Mimi nakata hiyo story. Well, you already a lady, wewe unakataa nini? They don't grow. Ndio maana ninakataa. Kijua nimekuwa a married man. Nimekuwa challenge for ati Baiko sasa tunazungumza through experience. Hata mimi a married man kupita na demo wako ni very easy because one, he comes with experience. Umepita na mademo watu wangapi? Of course. He has the resources. Wewe umesema we are talking through experience. Anajua yenye aliambia bibi akamwambia hapana, unajua ungeniambia hivi. According to Sultan's friends. According to Sultan's friends vile walimwambia. Yani Sultan's married friend. Si Sultan. Nani anaongea sahi? Ni Sultan. Ni Sultan. Lakini ni marafiki zake. Ni marafiki zake. Yani hii story si yake. His married men friends told him that getting a girl is easy. It's the easiest thing because but he's a married man. Anafaa kuongea from his experience. Sometimes experience ni ya kupewa pia. No. But you're speaking to a person who recently got married to a 23-year-old in his 50s. Second wife. Congratulations! Wanataka